Kwa jina naitwa Isaac Mungai aka Kijana Msafi, chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kuzungumza kwa sababu nimeona idara ya upelelezi ikiongozwa na DCI Bwana Amin wametoa taarifa siku ya leo, na hasa ni kama amejaribu kuguzia ile mambo ambayo ilitendeka wakati wa maandamano last week on Wednesday. Na mimi nikiwa kama Mkenya mzalendo, ile kitu ningetaka kusema ama ile kitu ningetaka kuambia Bwana DCI Amin, kabla utuambie yale yaliyofanyika Wednesday siku ya maandamano ya Gen Z, ungeanzia pale nyuma. Siku kulikuwa na maandamano last week but on Tuesday. Ile maandamano watoto walikuwa wanaandamana kwa sababu ya kijana aliuliwa ambaye alikuwa anaitwa Albert. Na hiyo siku tuliwitness kama wa Kenya goons ambao walikuwa wamelipwa, goons ambao walikuwa wamepatiwa miti ya majembe, ambao walikuwa very well organized, and they were paid by a certain politician who is very well known. Na hata wakaenda kwa ofisi yake kupeleka shukrani zao wakati aliwalipa Bwana Sakaja. Na our goons cooperated very well with the police wale walikuwa on the ground hiyo siku, na tukaona wakifanya kazi kwa pamoja. So tungetaka tuambie Amin, kama kweli unataka kusaidia wa Kenya, na kama kweli ofisi yako ni ofisi ambaye inatumia sheria kukuwa independent vile ambavyo inastahili, kuhakikisha kwamba imewekea wa Kenya ulinzi vile ambavyo inastahili, anzia na kutuambia zile goons walikuwa kina nani, sababu wanaonekana vizuri, hadi wakienda kwa ofisi ya Governor Sakaja wanaonekana vizuri. Uanzie na kutuambia utashika lini Governor Sakaja kwa sababu ya kulipa hao goons, na utuambie pia hao goons ambao walikuwa wamelipwa waende kupiga Gen Z na miti ya majembe hao goons wote kwa sababu wako wanaonekana kwa kamera. Bwana Amin, utuambie ni siku gani utawashika, kwa sababu usikuje kuanzia hapa Wednesday. Ni vizuri tuanze Tuesday last week but one, kwa sababu maneno ilianza huko. Na ile siku tuliona wanasiasa ambao wako katika mrengo wa serikali wanalipwa wakora, wanapatia miti ya majembe waenda wakapiga waandamanaji wakiwa wamejificha eti ya kwamba ni biashara wameenda kulinda. Kama haujashika hao na haujashika hao wanasiasa, hii hadithi nyingine Bwana Amin umetupatia leo, wacha tu nikwambie tu roho safi kama Mkenya mwema, hii hadithi ya Amin ambayo umetupatia leo saa hii, hiyo hadithi yote haisaidii wa Kenya, kwa sababu yale umesema ni yale tu iko kwa public domain, ile ambao wa Kenya wanajua. Kutuambia duka zilivunjwa wa Kenya waliona na wanajua, sababu hata ndio wao walivunjiwa. Hakuna mtu wako kwa serikali duka yake ilivunjwa. Wale ambao walivunjiwa duka ni wa Kenya. Kwa hivyo wa Kenya wanajua duka zilivunjwa kwa sababu ni duka zao. Kulikuwa na goons, wa Kenya wanajua kulikuwa na goons. Magari zilichomwa, hasara ilifanyika. Hiyo yote umesoma hapo, wa Kenya wanajua. Kwa hivyo hiyo haiko ya maana sana kuambia wa Kenya siku ya leo. Ile kitu wa Kenya wanagojea ni kuona the actions that we are going to take at the head of DCI. Hiyo ndio ile kitu wa Kenya wanagojea Bwana Amin, kwa sababu nyinyi ndio mko na nguvu kisheria kuhakikisha kwamba mumelinda mali na maisha, na wale ambao wanakeuka sheria katika hiyo maandamano, nyinyi ndio tumepatia hiyo kazi kisheria kuwashika mwepeleke kotini. Bwana Amin, nyinyi ndio tunapatia ushuru yetu kuhakikisha kwamba kama kuna wakora, kama kuna watu ambao wanafanya hiyo ulaghai na hiyo mambo yote umesema hapo, wanashikwa wanapelekwa kotini. Sasa Bwana Amin, swali ni, ukiambia Wakenya wasomee taarifa, Wakenya watafanya nini? Hii taarifa unasomea Wakenya watafanya nini? Nyinyi ndio mko na nguvu, nyinyi ndio mko na pesa yetu ya ushuru, ndio mfanya hii kazi ya kushika wakora. Kwa hivyo kushinda hapo ukitutangazia, unatupatia hadithi mrefu Bwana Amin vile ambavyo kulienda. Hiyo story yote tunajua, tulikuwa hapa. Huku hakuna mtalii, tulikuwa hapa last week Wednesday. Tuliona kile kitu kilifanyika. So we as Kenyans we expected nyinyi kama DCI mtashika wale ambao walihusika mpeleke kotini. Lakini sasa mkipatia wa Kenya hadithi, actually by the way you are making these things to look so much political. Yeah? You are politicizing the whole matter. Kwa sababu
kubandika majina ya watu, kwa sababu nimeona leo tu stories zilikuwa zinasema Rigathi Gachagua atashikwa, Rigathi Gachagua sijui anafanya, Rigathi Gachagua. Nimeona bunge just another day, the whole day they spend a whole session discussing Rigathi Gachagua, saying how he is mobilizing and financing the demonstrations. Yeah, hiyo story yote kushinda mkiambia wa Kenya hiyo. Sasa hiyo ni siasa mnafanya, hiyo ni siasa mnafanya. Na nyinyi hamfai kufanya siasa. Mnashika mtu, mnaekelea ushahidi, mnapeleka kotini, mashtaka inaamua. Koti inaamua. Mtu anafunguliwa mashtaka, koti uamuzi yake inafanywa kule. So for as long as mmeanza kupitia barabara ambao mnataka kudrag certain characters into a court of public opinion, that is politicizing security. That is politicizing the whole investigations. That is politicizing the whole matter. Kwa sababu nyinyi hamfai kufanya hivyo. Nyinyi mnafaa kuact kwa sababu mko na pesa, you have the capacity, you have the machinery, you have everything. Wakenya wamewapatia kila kitu. You have been equipped fully by Kenyans to carry out what you're supposed to do. So mkikuja hapa kutusomea tu mataarifa mingi, taarifa mrefu, na iko watoto wetu wa Kenya hii walipoteza mali yao kwa biashara, watasaidika na namna gani? Mkikuja hapa kutusomea taarifa mrefu, na iko wa mama mnasema sijui walirepiwa, watasaidika namna gani? You are supposed to act. Si kutupatia taarifa mrefu ya 1 hour. Mkitupatia postmortem yale mambo ambayo yalifanyika, na tayari tunajua na tayari tunaona. Kitu kingine, maandamano ilipoanza asubuhi mpaka around kitu saa 6, it was very peaceful. Hakukuwa na uharibifu wa mali. Lakini wakati serikali iliamrisha ikasema ya kwamba TV stations zizimwe zote, ndio wakora walipata nafasi, wakaanza kuvamia maduka, wakaanza kuvamia mali ya Wakenya wengine. Kama TV hazingezimwa, pengine hii uharibifu haingeweza kufanyika. Lakini siku ile wakati serikali mliamrisha ya kwamba television zizimwe, ndio hii uharibifu ya mali ilianza kutekelezwa katika pande zingine za Mlima Kenya na kule Nairobi pia. Na ndio maana hata Wakenya wako na maswali mingi. And I want to tell Bwana Amin, hii unaona you cannot convince Kenyans ya kwamba serikali hawajui kile kilikuwa kinaendelea. You cannot convince Kenyans. The only thing that you can do maybe to convince us, shika wale walihusika, wapeleke kotini, peleka ushahidi, kesi iamuliwe kule kotini, kama wenye wanafungwa wafungwe. Hiyo tu ndio inaweza convince wake. Otherwise hii kusoma statement, hii kuongea tu mingi tu, unaongea tu the same way other politicians are talking in the parliament. It is making no difference. You cannot convince Kenyans. Na niambie William Ruto, sisi hatuna shida na wewe kama Baba Shalin, na hatuna shida na wewe kama Bwana Rachel Ruto. Tuko tuna shida na wewe kama rais, kwa sababu umekosa capacity ya kulinda wananchi, kulinda mali, kuweka amani na kufanyia Wakenya ile kazi ambayo walikuchagua ukawafanyia. Hiyo tu ndio tuliko shida. Sababu nimesikia ukisema juzi ya kwamba we have a lot of hatred, sijui ukatupatia mambo mingi. Wacha nikwambie bwana, sisi hatuna shida na wewe kama mtu binafsi. Hatuna shida kabisa na wewe kama mtu binafsi. Ile tu shida tuko naye na wewe ni capacity yako ya kufanyia wananchi kazi ile ambayo walikupatia. And let me tell you, Bwana William Ruto, with all due respect, for as long as you are taking advices from crooks like Oscar Sudi, huyu jamaa anaitwa Kamket, huyu jamaa wa kiburi na kifua anaitwa Kimani Ichung'wah, ule muuaji anaitwa Didmus Barasa, hii chokora inaitwa Silvana Sosoro. For as long as you are taking your advices kutoka katika hiyo group ya hawa kora na kina Faruku, hiyo group yote, hakuna inchi itakuwa na mature leadership. Hakuna siku hata moja we as Kenyans tutakuja kuona uongozi ambao umekomaa katika nchi hii. For as long as hao ndio wanakushauri, Bwana William Ruto, hii nchi itaingia kwa shimo. Hii nchi itaendelea kuingia kwa shimo zaidi. For as long as unashauriwa na uwaji kama Didmus Barasa,
Watu walichukua bunduki mchana hadharani, wakaua watu siku ya uchaguzi, hakuna mahali wamepelekwa, wao ndio wanakuwa advice hai. Watu kama Murkomen, watu wanaambia askari ukiona mtu anakuja kwa polisi una shoot. Jameni bwana William Ruto. Jameni bwana William Ruto. For as long as unashauriwa na hawa wakora, hawa watoto ambao hawajakomaa, hawa wakora ambao ni wa wash. For as long as unachukua ushauri wako kutoka kwa hii group, hii nchi bwana William Ruto hakuna siku itaenda vile ambavyo inastahili. Hakuna siku itaenda vile ambavyo inastahili. Kwa hivyo nikwambie, sisi hatuna shida na wewe kama mtu binafsi. Hakuna mtu anakuchukia wewe kama mtu binafsi. Shida yetu na wewe ni moja peke yake. Unafanya kinyume na matakwa ya wananchi. Unafanya kinyume na vile ambavyo uliahidi wa Kenya milioni 50. Unafanya kinyume na matakwa ya walipa ushuru. Unafanya kinyume mpaka na mapenzi ya Mungu. Vile Mungu angetaka ufanyie wananchi wa jamhuri hii, unafanya kinyume. Hiyo tu ndio ile shida tuko naye. Na kwa sababu ya hiyo ndio itafanya tutakuondoa katika mamlaka kupitia debe 2027. Nilisikia ukiuliza utaenda nyumbani namna gani? Nilisikia ukiuliza sijui tunasema uende ujui utaenda aje. Sisi hatutaki uende kupitia mlango ya nyuma bwana William Ruto. Tunajua ya kwamba uliingia katika hiyo kiti kupitia sheria ya Kenya. Na ni kura zilipigwa zikahesabiwa ukaamriwa kama rais wa jamhuri hii. Tunajua kabisa William Ruto haukuingia State House katika mlango ya nyuma. Tunajua hiyo. Uliingia State House kupitia sheria. Njia yako ya kutoka State House bwana William Ruto ni tu sheria tu ile ambayo ilikuingiza. Ya? Sijui pengine umesahau. Nisikia ukiuliza barabara ni gani? Kuenda bwana William Ruto lazima utaenda. Hiyo tunasema one time, hiyo ni constant. Hiyo ni usiku mchana nini? One time ni constant. Hiyo lazima itakuwa one time. Lakini barabara yako ya kwenda nyumbani ni ile katiba ilikuingiza kwa hiyo kiti ndio tu itakutoa. Tutapiga debe, zitahesabiwa, kutaamriwa rais mwingine, mamlaka itaenda tukupeleka nyumbani vizuri tu bila chuki, bila vita mingi, bila vitisho mingi, vizuri tu kwa amani bwana William Ruto katika highway ya sheria. Katika highway ya sheria tutakupeleka nyumbani bwana William Ruto. Kwa hivyo usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi. Ile kitu tunataka ufanye tutakuonyesha vile ambavyo vinafanyangwa. Na niambie Murkomen akuja pole. Hiyo kiti imekaliwa na watu wengi sana. Tulikuwa na wengine ambao ni marehemu leo hii. Hawako tena katika nchi hii. Walifariki waliendanga. Na tuko na wengine wachache ambao pengine wamebaki. Wale ambao walikuwa wamekalia hiyo kiti. Wacha nikwambie Murkomen. Wacha hangover ya mamlaka. Wacha hangover ya power. Ni leo tu wewe ni waziri wa usalama. Siku zinakuja and very soon bwana Murkomen, very soon utakuwa raia wa kawaida. Very soon and very soon utakuwa raia wa kawaida. Ni vizuri tuambie hivi vile ambavyo leo unaambia askari waue watoto wa watu. Kwa sababu very soon unakuja kukua raia. Kama utataka waziri mwingine wa usalama akuje aseme watoto wako wauliwe kama utafurahia. Ni vizuri jiulize haya maswali. Kwa sababu mnaingia kwa power, vichwa zinaruka, mnakuwa wenda wazimu. Unaona ni kama umekuwa Mungu. Haujazaliwa kwa hiyo kiti. Hiyo kiti si ya mama yako. Hiyo kiti ni ya wananchi. Ni yeye uko naye, kesho ingine iko na mtu mwingine. Haujazaliwa hapo. Eti utakuwa waziri wa usalama mpaka ufariki. Hakuna bwana William Ruto. Iko siku utakuwa raia wa kawaida. Hizi order ambazo unapatiana ni vizuri tuambie kama utataka mtu mwingine akuje apatiane hizo order. Watoto wako wauliwe, utahisi namna gani? Vile ambavyo nasema watoto wa Kenya wale wengine wakauliwe. Hautaka kwa hiyo kiti bwana Murkomen. Hiyo kiatu siku zinakuja utakivua, kitavaliwa na mtu mwingine. Vile ambavyo naambia askari watambue na mtu mwingine. Ni vizuri ujiita kamtano. Na mimi nashtuka sana sababu Murkomen kuna siku iko siku tuliona kama uko na and I thank God by the way.
Mimi nashukuru Mungu kwa sababu amefanya tujue hawa watu ni akina nani mapema. Kwa sababu iko siku sisi kama Wakenya wa Jamhuri tulikuwa tunafikiria Mungu ni mtu ako na akili. Iko siku tulikuwa tunafikiria anawakilisha wa Kenya. Iko siku hata tungefikiria kwamba siku za hapo mwisho baadaye pengine Murkomen atakuja kukua kitu nchi hii. I thank God. Hao watu wamejianika mapema. Tumewajua ni wanyama mapema. Tumejua wao ni wanyama mapema. Hawana ubinadamu, hawana utu mapema. I thank God tumewajua mapema. Nitachukua swali. Swali langu kwako mheshimiwa haswa ni kuhusiana na mabadiliko ambayo tumekuwa tukiyaona haswa hivi karibuni katika jeshi la polisi na pia katika ranks za military kwa kiwango kikubwa. There is a lot that has been happening, and recently more so on Friday the President of the Republic of Kenya, President William Ruto, went ahead to change. I mean, we say it's a change of guard in regards to the military of the Republic of Kenya. And they instilled men mostly associated with his own tribe. A lot of people have heard this ideology that President William Ruto is preparing himself for the worst that might come in the year 2027. What is your take in regards to these changes in the military? Hiyo ni swali mzuri sana. William Ruto anaweza fanya mabadiliko yote ile ambayo anataka. Uko kwa military ni sawa, wacha endelee kufanya. Kwa sababu iko siku Rigathi Gachagua ameambia Wakenya kwamba William Ruto is the most tribal man in Kenya we have. Akawaambia katika kila wizara kama minister ametoka jamii fulani, PS lazima ametoka jamii yake ya Wakalenjin. Maparastato ameweka jamii yake ya Wakalenjin. Ukienda kule katika idara ya polisi, kama mkubwa fulani ametoka jamii fulani ambao si yao, anahakikisha kwamba mdogo wake ama msaidizi wake ameweka mtu wa jamii yake ya Wakalenjin. Na ndivyo hata amefanya mpaka huko kwa military. That is the case, that is what happening. Si hata juzi simumeona mdogo wa Inspector General ni mtu ya kutoka huko kwake. Na hii ni mambo Rigathi Gachagua amekuwa akiambia watu, lakini watu wanaona ni kama Rigathi Gachagua ako na fitina. Lakini ni vitu ambazo zimewekwa wazi. Amehakikisha kwamba kila shimo, kila pahali ameweka mtu wa jamii yake. Sisi kama Wakenya hatuna shida na hiyo. Ile kitu tunaambia William Ruto na ndio itasaidia Wakenya. Hata aweke nani kwa military, hata apange nani katika shimo gani, hata aweke nani katika position gani ama office gani, siku ya kuenda nyumbani ya William Ruto ikifika, ataenda kwa sababu sheria ndio itatumika kumpeleka nyumbani. Wale analeta huko kwa military hawako juu ya sheria. Nchi hii hakuna mtu hata mmoja ako juu ya sheria. Sisi zote au wako kwa military, wenye wako kwa polisi, wenye wako kwa DCI, wenye wako kwa NIS, sisi wote katika nchi tuko katika chini ya sheria. Na kwa hivyo basi hatutatumia nguvu za kimabavu eti kupeleka William Ruto nyumbani. Hatutatumia risasi ama mabunduki kupeleka William Ruto nyumbani. Ile vita ambayo tunapigana, watu wasifikirie eti ni vita ya bunduki na marisasi, ati akijipanga hivyo ati tutapigana vita na atashinda. Ile vita tunapigana ni vita ambayo ni ya demokrasia, ni vita ambayo ni ya sheria, ile ambayo tunapigana. Na kwa hivyo kama tutapigana vita ya sheria, haijalishi nani atakuwa mkubwa wa jeshi, nani atakuwa mkubwa wa ABC, nani atakuwa mkubwa wa mahakama, nani atakuwa mkubwa wa idara ya upelelezi, nani atakuwa mkubwa kwa idara sijui ya NIS, haijalishi nani atakuwa mkubwa huko kwote, hata akiweka nani, aidha aweke hata watoto wake, hiyo haijalishi. Sheria ndio tutatumia kuhakikisha kwamba imetupatia highway ya kupeleka William Ruto nyumbani 2027 akuwe one term president. Kwa hivyo mimi niambie Wakenya, hiyo siwajalishe. Hiyo siwajalishe. Na niwaambia hakuna njia nyingine ya kutoa William Ruto kwa kiti isipokuwa kupitia sheria. Na sheria imetupatia mwelekeo. Sheria imetupatia mwelekeo. Kwa hivyo Wakenya wasikuwe na wasiwasi na msibabaike. Msibabaike. Nasikia waendawazimu wengine hapo wakisema ya kwamba hakutakuwa na uchaguzi. Ya? Iko jamaa ambaye ni presidential advisor. Amepatiwa kazi ya kushauri Rais William Ruto. Huyo jamaa ametoka hapa Gatondo. Nimesikia kila saa after every minute. Ya? Hii Kenya iko na maneno mingi. Hata Mungu akiangalia Kenya vile ambavyo mnafanya akiwa juu, anaonanga tu ni kama
ni kama tu washenzi alileta hii nchi hii. Saa ingine. Yeah? Every minute anaandika hakutakuwa na uchaguzi. Akikaka anaandika hakutakuwa na uchaguzi. Akikaka anaandika hakutakuwa na uchaguzi. Niambie wa Kenya, mkisikia mtu ambaye ako katika kiwango cha kushauri Rais William Ruto na anaandika kila saa ya kwamba eti hakutakuwa na uchaguzi 2027, huyo ni mtu amepatiwa kazi na William Ruto kuhakikisha kwamba ameuzia uoga nyinyi ndio Gen Z wasijisajili kama wapiga kura. Nia ya huyo jamaa ambaye anasema ya kwamba hakutakuwa na uchaguzi 2027, nia yake ni moja, kuhakikisha kwamba amewa discourage ndio wale Gen Z tuko nao wanafaa kujisajili kama wapiga kura wasijiandikishe. Kitu ya pili, wale ambao wanajiandaa kutokea hiyo siku wasijitokeze. Ndio maana anajaribu tu kuuza hizi porojo na kuuza hii uoga, hii ujinga yote. Na nimeambia wa Kenya hii upuzi isiwastue. Tulikuwa na serikali nyingine hapa 2022, walikuwa wanatuambia wao ndio deep state. Walikuwa wanatuambia rais haamriwi na wa Kenya, walikuwa wanatuambia rais anaamriwa huko msituni. Sijui na akina nani deep state, sijui system, sijui ujinga gani. Ya? Tuliuzwa mara yote, lakini wa Kenya hiyo siku waliamua katika njia ya haki na kweli ya demokrasia, wakapiga kura zikahesabiwa, William Ruto akakuwa rais. Kwa hivyo niseme wale ambao wanatuuzia uoga huku kwa mitandao, sababu hawana kazi nyingine ya kufanya wako naye. Wale wanatuuzia huku uoga kwa mitandao eti hakutakuwa na uchaguzi, eti sijui nini. Hiyo hata ni hadithi za abunwasi. Wakenya wasisikize hiyo upuzi na hiyo ujinga. Tujiandae na Wakenya wajisajili kama wapiga kura. Ile njia safi. Ile njia safi ambayo sio njia ya chuki, ambayo sio njia ya vita baina ya makabila, ni njia tu ambayo ni ya demokrasia ya kupiga kura kupeleka William Ruto nyumbani kupitia sheria. Hiyo tu ndio ile njia ya haki. Kwa sababu akipelekwa nyumbani katika njia ya haki na ukweli ya kisheria, hawatasema ni mambo ya ukabila. Hii puzi na porojo wanajaribu kuuza hapa hawatauza. Hii chuki anasema hati tuko naye sijui tuko na chuki. Hata sema tuko na chuki. Kwa sababu kwani tukitumia sheria kufanya vile ambavyo tunastahili kama taifa, hapa chuki imekujia wapi? Yeah? Kuna mahali chuki inakujia. Tulitumia sheria, my friend, ku separate William Ruto na Raila Amolo Odinga on the ballot 2027, ama tulitumia chuki? Hatukutumia chuki, hatukutumia ukabila, hatukutumia marisasi, hatukutumia askari ama bunduki. Tulitumia njia ya sheria, tukaenda kwa debe, tukawatenganisha. Huyu wakaenda njia zake za opposition, huyu mwingine akaenda State House. And that is what we are going to do 2027. No matter how much they are selling some threats and fake things to us. Sisi hatubabaishwi na hatutishwi. Hii Kenya hakuna watalii, tumekuwa hapa. Even though some of us were young, we have been here. We have been here, sisi sio watalii. Tunajua vile ambavyo mambo huendeshwa. Je, unaona kama William Ruto yeye anafaa kutoa statement yake concerning the demonstrations, the protest, ama anatoa through Murkomen alisema hiyo order yenye alipeana mtu akikaribia police station ashukiwe ni order kutoka juu, si order yake. Unajua Murkomen is just a small boy who is so much excited to be a minister of interior. Pengine hiyo ni kitu hakuwa hiyo hata kutoka azaliwe. Now that he has become the minister for interior, he's just behaving like an excited young boy. Saying all manner of things. Hakuna order inatokanga juu. Order ya askari vile ambavyo anafaa kuhandle, either it is a criminal or maybe a Kenyan, iko katika sheria ile ambayo inapatia askari taratibu vile ambavyo anafaa kufanya. Hakuna askari. And wacha niambie askari. And I'm going to speak this with a lot of sincerity as a Kenyan. Niambie askari wetu, kwa sababu ama askari mnaona si ati wametoka nchi nyingine. Ama askari mnaona si ati wametoka nchi nyingine. Ama askari mnaona hapa ni Kamau, ni Odhiambo, ni Mowaka, ni Mohamed. Ni askari wametoka hapa nchi yetu, ni watoto wetu, hawajatoka mahali nyingine. Na ama askari mnaona ni watoto wa maskini. Hakuna askari yako kwa barabara na bunduki babake ni waziri. Na kama iko mmoja nionyeshwe. Hakuna askari ako kwa barabara hata mmoja na bunduki ameweka kwa mabega babake ni waziri.
Ama askari mnaona huku kwa barabara wakikimbizana na wananchi ni watoto wa maskini. Na wale ambao pia wanakibizana wao ni watoto wa maskini. Nataka msikize hapa vizuri wa Kenya. Ama askari wanakibizana na wananchi kwa barabara ni watoto wa maskini. Wale ambao wanapiga tear gas, wale ambao wanapiga marisasi ni watoto wa maskini. A good example. Huyu askari mwenye alishoot Kariuki, huyu askari ni mtoto wa maskini. Kwa mfano, Kariuki mwenye kupigwa risasi pia ni mtoto wa maskini. Kwa hivyo hii vita si ya matajiri. Nataka maaskari wetu wanisikize vizuri sana. Hii vita si ya matajiri. Matajiri wamekaa kule Karen. Matajiri wako kule Muthaiga. Matajiri wako kule wako kule Muthaiga. Wako kule Runda. Wamekaa kwa manyumba zao wakijiangalia kwa TV watoto wa maskini wakiuana. Waandamanaji ni watoto wa maskini, polisi ni watoto wa maskini. Matajiri wanakaa kando. Matajiri wanakaa kando. Kwa hivyo Wakenya wanatumiwa kama maumbwa, umbwa za ngambo ile na umbwa za ngambo hii zinaletwa pamoja kwa uwanja zinaanza kukurana. Zikikurana matajiri wanapiga makofi wakijiangalia wakiwa mbali. That is the scenario we are having in the streets. That is the scenario we are having. Yeah? Wale watoto wanaandamana ndio tukue na uongozi mwema katika nchi hii. Ni watoto wa maskini, si watoto wa matajiri. Ama mmeona mtoto wa yule mtu kwa maandamano? Mmeona mtoto wa Mudavadi kwa maandamano ama mtoto wa Papa Waloba kwa maandamano ama mtoto wa Raila? Mmeona watoto wa matajiri kwa maandamano? Wale ambao wanapigania uongozi mwema katika nchi hii ni watoto wa maskini, kama vile Maumau walijitoa wakaenda kwa kichaka kupigania uhuru wa nchi hii. Na wale pia wamebatiwa hiyo kazi ya kupigana na hao watoto, na wale watoto tu pia wa maskini. Hao askari pia si ni ndugu zetu tuko nao huko kwa mitaa. Kwani ni watoto wa matajiri. So hizi group mbili, nataka maskari wanisikize, hizi group mbili ziko kwa barabara. Waandamanaji na maskari wote wako katika kategori moja. Wote wako katika kategori moja, wote ni watoto wa maskini. Matajiri wanakaa kule juu, wanajiangalilia mkiona mkimalizana. Kwa hivyo niambia askari, wacheni kupiga risasi maskini wenzenu. Wacheni kupiga marisasi wala maskini wenzenu wanajaribu kumuokolea nchi. Au unapiga ni maskini tu kama wewe. Wanajaribu kukupigania upate Kenya mzuri hata wewe mwenyewe. Kwa hivyo msikubali kupiganishwa na wale matajiri. Wale wanaandamana wakiandamana kwa amani, tafadhali askari wetu, ekeni hao ulinzi. Ekeni hao ulinzi. Mtu andamane, jioni aende nyumbani akiwa amechoka lakini yako na simu yake na kawaleti yake, hakuna kitu hata moja amenyang'anywa. Hiyo tu ndio mimi naweza waambia. Kwa sababu hiyo ndio njia haki. Lakini hii puzi niambia askari wetu. Hii puzi mnaambiwa na Murkomen hapa. Nataka niwakumbushe askari wetu. Ile siku Inspector General wa polisi alienda kule Hague. Kibaki hakuwa Hague. Raila Amolo Odinga hakuwa Hague. Vice President wa hiyo siku Kalonzo Musyoka hakuwa Hague. Lakini wakubwa wa polisi wengine walikuwa Hague, walipelekwa. Kwa hivyo nataka niambie polisi wetu, msijaribu kusikiza ujinga wa wanasiasa. Mkisikiza ujinga wa wanasiasa, mkeuke sheria kuua wa Kenya. Siku sheria itakukamata ikuweke ndani, Murkomen hatakuwa hapo. Murkomen atakuwa kwa wanawake wake huko akirukaruka, akifurahia na pombe zake huko. Hatakuwa na yeye kwa cell. Hatakuwa na yeye kwa tini. Ukifungwa uende jela, Murkomen atakuwa na furahia na wanawake wake huko na pesa zake huko. Hamtakuwa pamoja. Ukipelekwa Hague, Murkomen hamtakuwa na yeye. Hakuna mwanasiasa hata mmoja, hata huyo William Ruto. Leo hii sheria ikikukujia askari wenzetu, leo hii sheria ikikukujia William Ruto hamtakuwa na yeye. Kwa hivyo ni vizuri ujiambie zile orders ambazo mnapatiwa na hawa wanasiasa. Ni vizuri mjue ya kwamba wamewapata katika hiyo kazi, hao wanasiasa wamewapata katika hiyo kazi na wataenda nyumbani waache katika hiyo kazi. Ruto amekuja jazi ya day amekuwa rais. Ataenda nyumbani na atawaacha mkifanya hiyo kazi. Kwa hivyo msikubali kuingizwa katika matope. Msikubali kuingizwa katika vita ambao haistahili na wanasiasa. Kwa sababu nyinyi ndio mtakuja kulipia peke yenu wanasiasa wakiwa stare zao. Na hiyo nimewaambia tu ya kama Mkenya mwema. Hiyo nimeongea tu with a lot of sincerity kwa sababu hiyo ndio ukweli ya maneno. Nitachukua swali lingine. Na ningetaka kujua advice yako kwa Gen Z ni gani kulingana na venye walikufa kwa last protest na sasa imepangwa ingine ya Sabasaba.
Advice yako kwa hiyo maandamano ya Sabasaba ni gani? Kwa Gen Z ama kwa anybody else kwenye nataka kupokea maandamano? Mimi niambie watoto wetu, kutokea ni haki yenu, kuandamana ni haki yenu, lakini mahali imefika hata mkiandamana pia nyinyi muhakikishe kwamba katikati yenu wale ambao wanajaribu kuingia katika hiyo maandamano kuharibu mali ya watu mnawavamia vibaya sana. Msiwakubalishe wakuje kuharibia maandamano. Msikubalishe wakuje kuharibia maandamano. Mkiona katikati yenu kumeingia wakora na Gen Z kawaida, nyinyi ndio wengi. Nyinyi ndio wengi katika maandamano, nyinyi ndio wengi. Wakora ni wachache tu, wale ambao wanatumwa na wanasiasa. Wakora ni wachache tu. Kwa hivyo niambie watoto wetu Gen Z, mkiandamana muhakikishe kwamba katikati yenu mmeng'oa wale ambao ni wezi. Wale wanapora watu masimu mnawang'oa katikati yenu. Wale ambao wanataka kuvuja maduka zenu ama za dada zenu, ndugu zenu, mnawang'oa. Msikubalishe wahalifu waingie kati ya maandamano, because nyinyi mnapigania mambo ya haki na ukweli. Nyinyi mnapigana vita ambao ni ya kuokoa uchumi ya nchi hii. Nyinyi mnapigania vita ambao ni ya kurekebisha uongozi wa nchi hii, mambo ambao ni muhimu zaidi. Lakini wakora wachache wanatumwa na wanasiasa ndio wakuje waharibie. Hakuna Gen Z amepora duka ya mtu. That all I can tell you for free. Kiaburu tulikuwa na Gen Z kama 50,000. Walikuwa wanatoka Kiambu town mpaka wakaelekea Nairobi. Hakuna hiyo barabara yote, na unajua hiyo barabara yote inauzwa magari. Mmesikia kuna ya data moja gari iliharibiwa ama ikachoma ama ikaibiwa? Gen Z maandamano yao hawafanyi uhalifu. Wale wanafanya uhalifu ni wakora wachache, wale ambao wanatumwa na wanasiasa, na ndio maana nimeambia Gen Z msikubali hao wakora waingie katika maandamano. Swali ya mwisho tukimalizia. So kama hakuna swali lingine tutafungia hapo. Wakenya tuendelee kuongea. Hii nchi ni yetu. Tusikubali kunyamazishwa. Tufanye vile ambavyo inastahili. Na hatuna nchi nyingine. Hii nchi tu ndio Mungu alitupatia. Na niambie wanasiasa, mkubali tutoshee nchi tukua wote. Hatuwezi kubali nchi ni yenu peke yenu. Sisi tunawakalisha tu, lakini nyinyi mnaendelea kujipanga, mnaendelea kupora nchi. Watoto wenu wanaendelea kusoma vizuri, mabibi zenu wanakaa vizuri, maskini wanaendelea kuteseka. Hatutakubali. Na ndio maana naambia William Ruto, acha kusema hii vita ya maandamano ni ya jamii moja, kwa sababu nimeona hiyo ndio ile kitu mnajaribu kueneza katika nchi hii. Mkiwa na kina huyu jamaa wa ngamia anaitwa Duale. Hiyo puzi nimesikia mkiwa nayo eti maandamano sijui ni jamii moja. Nataka niambie Wakenya leo hii, hii nchi ya jamhuri hii tuko na kabila mbili peke yake. Kenya iko na kabila mbili peke yake. Na hizi kabila mbili ndizo zinaenda kuangaliana katika debe. Kabila ya kwanza ni ya wale matajiri wanapora nchi usiku na mchana. Ni ya wale matajiri ambao wameharibu uchumi ya nchi hii. Ni ya wale matajiri ambao wameharibu uchumi ya nchi hii na wamepora kila kitu. Hiyo ndio kabila ya kwanza. Kabila ya pili ni sisi ambao watoto wa maskini tunafinyiliwa na wale wakora. Tunajaribu kupigana vita za kuokoa nchi hii. Tunajaribu kutetea haki na ukweli itendeke katika nchi hii. Tunajaribu kupigania uongozi mwema. Kwa hivyo sisi ndio kabila ya pili, wale tunajaribu kupigania haki na ukweli na uongozi mwema katika nchi hii. Na kwa debe niambie William Ruto, hizo kabila mbili tutakutana kwa debe. Kabila ya wakora, kabila ya waizi, kabila ya wauaji, kabila ya waporaji, kabila ya wale wote ambao wamepora mali ya nchi na wana kila siku wakiamuka ni kufinyilia maskini. Hiyo kabila tutapatana nao kwa debe. Tutaona ni akina nani wengi. God bless you. God bless Kenya.